Nataka nizungumzie kwa habari ya chumba na kanisa. Kama tujuavyo sana sisi wote kwamba kusanyiko la waaminio ndicho ambacho kinaitwa kanisa. Ninatamani mtu mmoja aniambie maana ya chumba. Chumba tu. Chumba ni nini? Nani mmoja lalaki mchumba hapo? Nani mmoja ana chumba kwao? Chumba ni nini? Ha? Ha? Chumba ni nini? Ha? Hii ni nini? Hii ni nini? Mahali pa kulala? Chumba ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia chumba ni sehemu ndogo ya faragha. Ni sehemu ndogo ambayo imekatwa kutoka katika eneo kubwa kwa ajili ya faragha. Hiyo ndio chumba. Ndio maana hii hapa tuiti chumba, lakini vyumba tunaita hivyo. Ndio maana wasemaji wanasema chumba ni siri. Sasa tunaposema chumba cha maombi inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema chumba cha maombi haina maana kubwa sana kivile. Maana ya kile kilichoitwa chumba ilimaanisha kitu kama hiki. Cha inasimamia hicho chumba kina kazi ya nini? Yaani ile cha kwa kusudi la chumba cha maombi. Chumba ni mahali pa siri. Cha kinachofanya maombi watu waende kuzungumza na Mungu, ama chumba ambacho watu wanakwenda kuzungumza na Mungu kwenye hicho chumba. Ndio maana kinaitwa chumba cha maombi. Kile cha kwako ni cha kulala kwa sababu ni mahali ambapo unakwenda ili kulala. Bwana Yesu asifiwe. Na wana vyumba vingine vya kuteseana magerezani, chumba cha mateso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mahali pa faragha ambapo pametengwa kwa kusudi fulani la kila ambacho kinaendelea. Kwa hiyo sisi kama vile waombaji tukisema tuna chumba cha maombi, yani tuna mahali pa faragha ambapo tumetenga kwa ajili ya nini? Ya maombi. Unaweza tukuze? Sasa tunaposema kwa habari ya chumba hicho ambacho kimetengwa kwa ajili ya maombi, hatuzungumzii sehemu tofauti na kanisa, bali tunazungumzia idara ambayo ipo katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kibaya ambacho nimewahi kukutana nacho kwa waombaji wengi kama neno kusema kuna tofauti wa chumba na kanisa. Na utakuta wengi ni watoto tu hawajui hata wanachosema ni kitu gani. Mkamata haraka Steve uje tafadhali. Kwa hiyo mtu anaposimama kusema kuna tofauti wa chumba na kanisa, anakosa kuelewa kwamba hiki chumba ni sehemu ambayo iko kanisani. Na hiki chumba kinafanya kazi chini ya kanisa. Na acha niwaambie hili jambo. Kama vyumba vingi vinaharibika, ni wachungaji ndio sababu ya vyumba kuharibika. Kwa sababu kikawaida chumba kinatakiwa kuwa chini ya mchungaji ambaye muangalizi wake wa karibu anakuwa ni mwinjilisti wa kanisa. Yaani au mama wa chumba au baba wa chumba, ripoti ya chumba inaenda kwa mwinjilisti wa kanisa. Sasa mtu anakuja kusema chumba ni tofauti na kanisa. Unajiuliza, vilianza kuwa tofauti lini? Ukweli ni kwamba kanisa, kila Mkristo ni mwombaji ambaye alitakiwa kwenda kwenye hizo chumba cha maombi na muombe Mungu. Angalia mwenzako hapo pembeni umwambie kweli wewe ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa sio kila mwombaji ni mhudumu. Hapo ndipo ambapo matatizo pia yanakuwa. Sio kila mwombaji ni mhudumu. Lakini kila Mkristo anatakiwa awe mwombaji. Bwana Yesu asifiwe. Chumba cha maombi kinatakiwa kuwa na msimamizi, ambapo mara nyingi kwa utaratibu wetu tumezoea kutia mama wa chumba
na baba wa chumba. Lakini huyu mama wa chumba na baba wa chumba wanafanya kazi chini ya nani? Ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Haya ya watu wa maombi kuanza kujitoa ndio ambao anapelekea wengi wao wawe na kakiburi kauzi na kakiburi kana ambao kanaitwa kama ufunuo binafsi. Yesu wetu atukuzwe. Sasa kulingana na hilo, mimi nataka niwaoneshe haya mambo hapa haraka. Ni kwamba mhudumu ni nani? Mhudumu, wangapi hapa ni wahudumu? Mhudumu ni mtu yeyote ambaye yupo katika hiyo huduma ya maombi, ambaye anashughulika na kazi ambazo zinaendelea pale katika kile chumba cha maombi. Jambo la kwanza, kazi ya kwanza ya mhudumu, usafi. Jambo la pili, ama kazi ya pili ya mhudumu, kuombea mahitaji. Yaani kuombea mahitaji na kanisa na kuombea wagonjwa, huku akishirikiana na mama wa chumba. Ndio maana wale wote wa mama wa mkambi unakuta balikuwa na wafie pembeni yao, benjo balikuwa na masaidia kazi. Huyo hapa, bibi yangu huyo. Ndio balikuwa kumpikia mama nani? Ni nani? Vumi? Ndio balikuwa wanampikia. Balikuwa wanakaa pale pale kumaombi. Sio ile tu hata vyumba vya hapa hata mhudumu wajuagi, yani anajua tu kukanisa siku ya makesha. Eti mhudumu. Wahudumu wenzenu walikaa pale pale kanisani, wakifanya kazi pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hawa wahudumu baada ya kusaidiana na mama wa chumba kuombea mahitaji, kuna wakati mama wa chumba anajikalia yake anasema mwe mombe leo wapi nyaka oli. Anawatuma wahudumu, na sio kila mtu. Kwenye vyumba vya maombi ambavyo walijielewa, hawakumruhusu kila mtu aombewe mapepo. Kwa sababu kuna pepo ukiombea utabadilika saa wote na ndio unakuwa na mapepo. Yesu wetu asifiwe. Jambo lingine la wahudumu, kutembelea watu, kutembelea wagonjwa. Wahudumu mpo? Mara ngapi mmetembelea watu? Mpaka mwambie. Alafu bado ni wahudumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema sisi ni wahudumu wa chumba cha mto Yordani, tuangalia ya mambo kwanza kwa uzito. Sio tu maneno, hapana. Majukumu yako wapi? Ndio maana wote wanao vijana ambao wanaitwa waombaji hawa wa vyumba fulani, hebu muangalie basi kama wanafanana huo waombaji wenyewe. Sasa sisi hapa tunataka tujenge waombaji, wahudumu. Mpaka sasa nina ufunuo fulani ambao nimeupata, nitawaambiaga huko mbele tukielekea vizuri. Aina ya kanzu ambazo tutashona sio za kuna ambazo mmezizoea hizo. Hizi zimeshaibishwa sana. Kuna kanzu nyingine ambazo mimi najua tu mtindo utakuwa tu tofauti na wataziiga tu. Lakini zitakuwa kanzu za kusitiri vizuri. Hizi zimeshaibisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo ambalo hapo nataka nieleze ni kwamba nataka tutengeneze wahudumu katika chumba cha maombi hiki, ambao tutaenda nao sawasawa na waje walete heshima ya maombi mpaka watu waelewe bado vyumba vya maombi vipo. Sasa hivi wa kwanza kushutumiwa uchawi ni wanaoitwa waombaji. Mnajua ni kwa nini? Bilitoka wapi mpaka tuanze kuitwa hivyo? Wa kwanza kushutumiwa wazinzi ni mapimo ya maombi. Wazee wote mnaowajua nyinyi, huko wote mnaowajua, wote wamezaa pembeni. Wote mnaowajua na kuwasifiaga huko, wote wamezaa pembeni. Ila ni waombaji. Waombaji gani ambao anakuwa na matendo machafu? Yesu asifiwe. Isipokuwa watu wa hapa Marekani.